Kuahirishwa kwa dabi ya Kariakoo Simba na Yanga kumesababisha hasara kubwa kwa baadhi ya taasisi, lakini pia watu binafsi. Sana sana kwa watu binafsi, wafanya biashara wameathirika kwa kiasi kikubwa. Kuna watu wameingia hasara kubwa kama ambavyo umefuatilia katika vyombo vya habari. Sasa dabi hii kuahirishwa, hasara kubwa ambayo imeingia ni kwa mashabiki kukata tiketi na fedha kutokuwa na uhakika nazo kama zitarejeshwa ama la. Sasa hili likatufanya tuendelee kufanya utafiti na kufuatilia kiundani kwa waliokatisha tiketi ama wanaohusika na masuala mazima ya ukataji wa tiketi, nao ni N-Card. Wao wanatuambia nini? Manake huko mtaani watu wameshaanza kudai fedha zao. Msimamo wa N-Card ukoje kwenye hili? Huyu hapa moja ya viongozi wa N-Card amezungumza nasi na anaanza kwa kujitambulisha mwenyewe. Anafafanua namna ambavyo mashabiki wataweza kupata fidia kuhusiana na kile ambacho kimejiri kwa kuahirishwa kwa mechi ya dabi ya Kariakoo. Kwa majina naitwa Dominic Melchior, afisa fedha kutoka N-Card. Kuhusu issue ya ticket kwa mechi za tarehe 8 bahati mbaya ambayo imeahirishwa, ni rahisi mno kwa sababu naona jambo kama linajirudia. Nakumbuka mwaka 2021 shatokea jambo kama hili. Timu zilikuja uwanjani lakini bahati mbaya mchezo haukuchezwa. Kwa hiyo kwa mfumo wetu wa N-Card ni rahisi mno, especially kwa tunatumia mfumo wa kadi sasa hivi ni kidigitali zaidi. So kwa mtu yote ambaye shanunua ticket, kama kadi yake anayo mpaka siku ambayo mchezo utakatangazwa, wala haina shida, tiketi yake itaikuta mwema kwenye kadi yake. Kwa wale ambao tayari walishaingia uwanjani pia tutaactivate tiketi zao zitarudi kwa kawaida. Kwa hata siku ya mchezo ikifika, atakuja getini, tutavalidate tiketi yake, ataingia uwanjani. Kwa hiyo tunachowaomba tu watunze kadi zao, yani tiketi zao kwenye hizo kadi. Kwa hiyo siku ya mchezo, siku yote ambayo mchezo utapangiwa, wataweza kuingia na kuangalia mpira bila shida yoyote. Kuna kile karatasi na kuna kadi ile ngumu. Yeah. Kipi ambacho kinafanya kazi kwa haraka katika Okay, karatasi ile ni receipt, yani kuonyesha umelipa kiasi fulani. Kadi ndio inafanya kazi. Kadi ndio inabeba tiketi kila kitu. Kwa as long as kadi yako unayo siku ya tukio hiyo, wala haina shida. Inabidi tu itunze, uje nayo kadi. Karatasi hata ikipotea wala haina tatizo. Kwa sababu karatasi inaonyesha tu umelipa kiasi fulani, umenunua tiketi kiasi fulani basi. Lakini kadi ndio ina operate pale. Unaweza kukumbusha ile mwaka uliopita mlifanyaje? Ile kitu cha kwanza ilikuwaje, na maki na watu bado wanasema pia hata ile kuna watu hawakunufaika na zoezi. Hapana, si kweli. Kwa mbaya labda ikunufaika na zoezi, labda kununua tiketi. Maana kuna changamoto za katokea, changamoto moja. Baadhi ya wateja wengi, asilimia nyingi ya wateja wanakuwa na kadi 3, 4. Sasa anaweza kanunua tiketi wa baadhi kwa kadi moja. Lakini labda siku ya tukio kaja na kadi nyingine ambayo labda yenye tiketi akawa ameiacha nyumbani. Changamoto inatokea. Lakini kwa wote ambao wamenunua tiketi, yani nawahakikishia kwa wote ambao wamenunua tiketi na kadi zao wanazo, wataingia uwanjani. Kwa sababu hata mechi iliyopita ile ya tarehe 3 na tarehe 8 nakumbuka mwezi wa 3, kitu kama hicho. No. Tarehe 21 mwezi wa 8 nakumbuka. 2021 hapo. Ilitokea jambo kama hilo, tukazile activity kwa sababu pale ninachofanya ni kurudishia tu. Kwa sababu document zipo, taarifa za mteja na kila kitu kipo. Kwa hiyo ni kurudisha tu kwenye mfumo na kuactivate kama kawaida watu wanakuja kuangalia mpira uwanjani. Kwa hiyo nini limewagusa kiasi gani kama N-Card? Tukio kama hili. Limetugusa kusema kweli kwa sababu tulitegemea tungemaliza kazi vizuri kwa mapema, na tunavyojua mifumo sometimes unajua ikikaa sawa kama siku husika ya mechi ile inakuwa rahisi kwetu. Kwa hatuwezi kujua siku nyingine huko itakuwaje kwenye ndani masuala ya network, lakini tuna expect itakuwa sawa kama hii siku iliyotokea. Lakini siku yetu tumejipanga vizuri zaidi. Lakini tuna hope next time tutajipanga vizuri zaidi ya mara ya kwanza ili tukio liende kukamilika vizuri zaidi. Rai kwa wateja ni hivi, hasa mashabiki ambao wananunua tiketi kupitia mfumo. Rai kwa wateja, swali zuri sana sasa. Rai yangu kwa wateja, naomba cha kwanza kikubwa kabisa wahakikishe wanasajili kadi zao sehemu husika. Yaani usiende kununua tiketi au kununua kadi sehemu ambazo sio husika. Kuna sehemu tunaita, kuna baadhi wanataka vishoka, kuna watu wanaita vishoka. Yaani anaweza kana kadi ipo tu kama amekuta somewhere anakuja na kuuzia wewe, lakini sio kadi sahihi kwa yeye. Kwa hiyo naomba wafike kwenye vituo vyetu vinavyotangazwa, kwa mfano vya TCL au kama kuna mechi ya Simba au Yanga, wakija sehemu husika au uwanjani,
wasajili kadi zao na wanunue tiketi zao kwa sehemu husika. Pia watunze kadi, sababu serikali inanunua kadi hizi kwa fedha nyingi mno, na kadi siku zinazozidi kwenda gharama zinazidi kuongezeka, lakini tunauzia kwa price ambayo ni chini zaidi, kwa serikali inapata hasara. Kwa hiyo ninachowaomba wateja wetu watunze kadi na wajitahidi wazitunze kwa usmart zaidi, ili hata mechi itokee jambo kama hili siku nyingine wasipate shida ya kupata shida kununua tiketi nyingine upya. Subscribe, bonyeza kengele, share Kamsa TV. We are the best.